wa ta'ala, kumpwekesha Mwenyezi Mungu, kumtegemea Mwenyezi Mungu, kuegemeza mambo yako yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama inavyosema Qur'ani, mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu anamtosha. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuhu. Mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu anamtosha. Nje ya Mwenyezi Mungu ni hakuna. Ndio maana katika maneno mengine anatuambia fa aina tadhhabun, wapi mnakwenda? Wewe binadamu unakwenda wapi? Badala ya kwenda kwake yeye Mwenyezi Mungu, unaanza kwenda kushoto na kulia, kuhangaika huku na kule. Anakwambia wapi unakwenda? Na maneno ya dua kutoka kwa Al-Baiti alayhimussalam yakazungumza wazi ni kipi alichokipata yule aliyokwenda kwa asiyokuwa Mwenyezi Mungu, na kipi alichokikosa kwa yule aliyokwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kama vile wanakuuliza, lakini wanakupa aina fulani ya elimu. Wewe ukienda nje ya Mwenyezi Mungu unapata nini ambacho hicho ungeenda kwa Mwenyezi Mungu usingekipata? Ni kipi? Na kipi ambacho unakipata kwa Mwenyezi Mungu ambacho unaona kina mapungufu ungeweza kukipata nje ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Bila shaka ni hakuna. Mambo yote yako kwa Mwenyezi Mungu. Fa aina tadhhabun, wapi mnakwenda? Mtegemeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana tukaambiwa chochote unachokifanya, kweli Mwenyezi Mungu ameweka vitu vyake vingine vina asbabu, kuna sababu. Kama ukiumwa kichwa ukaambiwa kunywa dawa fulani, umesumbuliwa na tumbo kunywa dawa fulani, una jambo fulani unatafuta riziki, nenda ukafanye hivi, nenda ukalime au nenda ukafanye biashara ili uipate riziki. Ameziweka sababu, lakini anakwambia kazi zote hizo unapokwenda usiache kusema bismillah. Kama vile elimu tu, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma kwa jina la Mola wako. Nenda kwenye biashara zako, lakini bismillah itangulie. Nenda katika ukulima wako, lakini bismillah itangulie. Nenda kwenye dawa ili upate kupona maradhi yanayokusumbua, bismillah itangulie. Kwa hiyo kila kitu ni bismillah. Ina maana ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndicho ambacho tunajifunza kutoka kwa baba yetu Nabiullah Ibrahim, kutawakkal, kumtegemea Mwenyezi Mungu, kuivaa tauhidi. Msivue tauhidi. Zunguka na fanya utakavyofanya, lakini tauhidi iwepo, kwa sababu vyote hivi ni halali ambayo Mwenyezi Mungu amekupa. Kwa hiyo tuko katika kifungu ambacho Nabiullah Ibrahim alayhi salam anatupiwa katika moto ambao umekokwa kwa muda mrefu, kwa moto mkali, kama tulivyoanza kuzungumza katika darasa lililopita. Lakini angalieni Nabiullah Ibrahim, vitu vingi vilienda kwa ajili ya kutaka kumsaidia, wakiwepo malaika wa aina tofauti, malaika wa adhabu, malaika wa mvua, malaika wa upepo, malaika, kila aina ya malaika. Walikwenda wanamwambia, tuambie chochote ili tuweze kuuzima moto huu.
Lakini baba yetu Adam alikuwa akiwaambia, kama ni kukuomba wewe, hilo hapana, lakini kama ni kumuomba Mwenyezi Mungu, naam. Mpaka mwisho anakuja malaika Jibrilu alayhi salam, na yeye anamweleza vile vile maneno ambayo tuliyasoma katika darasa lililopita. Akamwambia, kama ni kwako, hapana. Na mwisho wa yote, kama tulivyosema, akatawassal kwa surati Tauhidi al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, kwa uslubu aliyokuwa ameusoma wakati huo, lakini ni ile ile tauhidi au suratul Ikhlas, na tulizungumza kwa urefu. Kisha baada ya hapo akatamka shahada la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, akatawassal kwa Mwenyezi Mungu, akamwomba Mwenyezi Mungu na bwana mtume, na kwa kumswalia yeye bwana mtume na ahlu baiti zake salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Na ambayo riwaya ya Imamu Ar-Ridha salawatullahi wa salamuhu alayhi ikazungumza